mmefanikiwa kuipata hazina? Bado hatujafanikiwa mkuu. Tumetafuta kila nyumba ya Mwanaimaya, hatujaipata hiyo hazina. Fanyeni juu chini muipate hiyo hazina. Kuna shida gani? Kabla ya kifo cha mama, kuna maagizo aliniachia. Maagizo ya mama? Ndiyo. Mama alisemaje? Aliniambia ukifika nikupeleke kwa chifu. Kwani sisi na chifu tuna mahusiano gani? Sijui, ila yeye alidai nikupeleke. Hebu nipeleke kwa chifu. Nakumbuka misemo ya wahenga wanasema kitanda kizali alama. Nikikuona sitaki kuambiwa sana. Sura yako inanifanya nimkumbuke rafiki yangu Jonathan. Sawa. Sogea nikupe baraka. Mimi na babako tulioanzisha hiki. Tulipanga mipango mingi sana katika hiki kijiji. Isivyokuwa bahati, ilitokea mzee mmoja anaitwa Mzee Nzwala, na ndiye aliyeutoa uhai wa mamako mzazi. Na hivi ameshikilia hii maya kijiji kwa ujumla. Ila kuna silaha moja tu inayoweza kumteketeza endapo hiyo silaha itatumika na mtu wako, ikimaanisha damu yako. Sawa. Na hivi inabidi tuitishe mkutano, wanakijiji wote wawe na taarifa dhidi ya ujio wako na kuimarisha nguvu katika hii maya. Baada ya mkutano itatakiwa ufanyiwe ibada na upewe hiyo hazina kwa ajili ya kuianza hiyo kazi. Kijana wangu Bruno, ni muda sahihi wa wewe kwenda kuifanya hiyo kazi ya kuitisha mkutano sasa hivi. Sawa mkuu. Utukufu kwa chifu. Utukufu kwa chifu. Utukufu kwa chifu. Utukufu kwa chifu. Utukufu kwa imani yetu. Utukufu kwa imani yetu. Tunawaita hapa kwa lengo moja, tunataka kuongea na nyinyi wana imani yangu. Lengo lenyewe sio lengo kubwa na sio wazo kubwa. Nadhani kila mmoja wenu anajua kijiji hiki kimevamiwa na mzee mmoja anaitwa Mzee Nzwala. Huyu mzee amekuwa tishio kwa kila mwanaimaya ndani ya kijiji chetu. Ameteka wazee, ameteka vijana wenye nguvu, nia na dhumuni ni kuchukua hii maya.
Kilichofanya mimi niwaite hapa, nimewaita kwa sababu nataka tuandae mfumo au njia ya kujinasua na kukirudisha kijiji chetu katika hali yake ya kawaida. Nitafanya namna au nitaandaa mipango, nitachukua vijana wenye nguvu na nikisha wapeleka kambini, itabidi niwape nguvu ya kupambana na mzee Ndwala. Nadhani mpaka hapo mtakuwa mmenielewa. Maisha marefu kwa himaya. Maisha marefu kwa himaya. Kama nilivyokuelekeza hapo awali, nimepotelewa na moja ya hazina yangu. Endapo nikigundua mwanakijiji yeyote amechukua hiyo hazina au chifu mwenyewe, sitasita kuondolea maisha yako. Chifu, nahitaji hiyo hazina. Sasa kwa kuwa mnaendelea kusikiliza masharti ya kijiji au masharti yangu, nitaweka sheria zangu ambazo zitazidi kukilinda hiki kijiji na wanakijiji wangu. Sharti la kwanza, hakuna mwanakijiji yoyote kutoka kwenye hiki kijiji bila idhini yangu. Sharti la pili, mwanamke atakayeolewa asilale na mume wake kabla yangu mimi. Sharti ya tatu, hakuna mwanamke yoyote atakayevunja ungo. Taarifa lazima zinifikie kwangu. Umeelewana chifu? Nimekuelewa. Kijana wangu, nimekuita hapa kwa dhumuni moja tu. Mwenzako, msaidizi mwenzako wa upande wa kushoto, Bruno, baada tu ya mkutano aliingilia mzee Ndwala. Mwenzako mpaka sasa anavyoongea simuoni na sijui yuko hai au la. Sina muda wa kupoteza. Nataka nishirikiane na wewe kwenda kumkabidhi yule kijana hazina. Nimeipokea. Chifu, na maongezi na wewe kidogo. Nipo tayari kukusikiliza kijana, kama utojali. Hivi, mbona kama kuna kitu sijui? Nawezaje kupambana na yule mzee aliyakuwa mimi sina nguvu na yeye anaonekana ni mchawi? Swali zuri umeuliza, na umeuliza ndani ya muda. Hivi karibuni nilikuwa naongea na kijana wangu jinsi ya kukupatia hiyo hazina ili uweze kuikomboa hii himaya. Ipo hivi kijana, wewe ndio mtetezi wa hii himaya. Kitu chako nimekaa nacho kwa muda mrefu. Leo hii nataka nikakukabidhi hiyo hazina ili uweze kukabiliana na mzee Ndwala na kulipa kisasi cha mama yako mpendwa. Mtukufu, ina maana unamaanisha hiyo hazina inaweza kalipiza kisasi cha mama yangu? Inshallah, bila shaka. Kitu pekee kilichobaki au silaha pekee iliyobaki kumteketeza mzee Ndwala ni mwili wako, nikimaanisha damu yako pamoja na hiyo hazina vikiungana na wewe.
Bila hivyo hakuna mtu yeyote wala kiumbe yeyote wa kumuondoa mzee Nzwala katika hii himaya. Basi nipo tayari kuipokea hiyo hazina kwa wakati wowote, mtukufu wangu. Sawa. Ihali umekubali wewe mwenyewe toka moyoni, twende nikakukabidhi hiyo hazina. Sogea karibu yangu kijana. Sasa moja kwa moja bila kupoteza muda, naenda sehemu maalum ikiitwa sehemu ya ibada kwenda kukukabidhi hiyo hazina. Tafadhali shika fimbo yangu. Kijana wangu, hii ndo sehemu pekee na sehemu maalum ya ibada. Ibada yenyewe unafanyiwa ni wewe, ambaye umetolewa kama mtetezi wa kijiji kwa ajili ya kukabidhiwa hiyo hazina. Tumeelewana? Nimekuelewa mtukufu wangu. Bila shaka kifo cha mama yangu nipo tayari kufanya chochote. Bila shaka kijana, unaweza kuinamisha kichwa uweze kupata hii ibada. Ewe kijana wa himaya hii uliyeteuliwa kuwa kama mkombozi wa hii himaya dhidi ya mabaya ya mzee Nzwala ambaye amekuwa tishio kwa kila raia. Sasa hivi kijiji chetu kimekuwa na giza. Hiyo giza inafanya wanahimaya hawana shughuli yoyote ya kufanya. Hawezi fanya shughuli yake, hawezi endesha biashara zake kutokana na masharti ama sheria za mzee Nzwala. Wewe umeteuliwa kama mtetezi wetu, na isivyokuwa bahati kwa mzee Nzwala umefika wakati mwafaka. Hazina nimeiweka shingoni mwako, ikawe himaya yako hii kwa sasa, na ukabidhi majukumu yote ya sasa itakaswa. Sole kijana, punguza jazba. Tayari maombi yangu, usimu yangu ishajibu. Sasa nguvu ushapewa. Sio kwamba sasa hivi ndio unaweza ukatoka kwenda kupambana na mzee Nzwala. No. Subiri mpaka mwezi mpevu ndipo utaenda kupambana na mzee Nzwala, kwa sababu nguvu zako zitakuwa zimeshaongezeka maradufu. Umenielewa kijana? Nimekuelewa mtukufu wangu. Wito wako mkuu. Nimeipata ishara kuwa hazina imeanza kutumika, na anayetumia hiyo hazina ni kijana aliyekuja kwenye hiki kijiji. Fanya juu chini tuipate hiyo hazina, isitumike na wao, maana wao ni watu wabaya. Umenielewa? Nimekuelewa mkuu.